hauna ushuhuda, wapendwa, ni urongo. Kila mmoja ako na ushuhuda. Karibuni mshuhudie Bwana na Mungu atawabariki. Piga makofi wakati huyu mama anatuambia yale ambayo Bwana anatenda. Karibu mama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Ni mzima, ninamshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huu shuhuda ni wa miaka mingi na ni wa kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na ngoja tu siku moja hivi fanyike, kisha nikuje nimwambie Mungu asante. Bwana Yesu asifiwe. Hata sikufaa kusema asante mikono mitupu, lakini nasema asante kwa sababu ni shida imenihangaisha miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka hii shida ilinianza 2010 nikiwa Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. Imenisumbua mpaka nikapigwa mapicha, nikasemekana niko na kansa ya kizazi. Nishawahi kushuhudia hapa, lakini wengi wenu hamkuwa. Bwana Yesu asifiwe. Nikaambiwa niko na kansa ya kizazi nikiwa Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unajua sisi ni wanadamu wale tu, hatuamini. Bwana Yesu asifiwe. Nilishaambiwa hivyo na bado nikasema acha niende ni confirm tena. Nikaenda hospitali nyingine inajiita Mbagadi. Wale wanajua Nairobi wanajua. Bwana Yesu asifiwe. Nilipofika hapo, hiyo karatasi yangu ilirushwa chini. Nikaambiwa nyinyi hivyo ndo mnakufa. Sababu ukiambiwa uko na kitu fulani hutaenda kuanza matibabu. Wewe bado tu unahanya na karatasi. Bwana Yesu asifiwe. Nikaa nimesekana niende Kenyatta nikaanze matibabu. Nilitoka hapo kama nimevunjika moyo, nalia. Bwana Yesu asifiwe. Nikarudi kwa nyumba, lakini nilipanga safari nikakuja Mombasa. Bwana Yesu asifiwe. Katika ile hali ya maombi nikakuja nikapatana na papa. Nakumbuka tulikuwa tumehama kwa hii kiwanja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia, akaniombea. Kuna mtu alishika tumbo langu, alimshika mkono na mtu akashika tumbo langu hivi. Bwana Yesu asifiwe. Akaniombea. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia huo wakati sijakoma kwenda hospitali kwa sababu maumivu haikuacha. Bwana Yesu asifiwe. Na kila nikienda napigwa picha. Wanasema kuna maji iko kwa kizazi. Na hii maji isipoisha utaenda na kansa ya kizazi. Bwana Yesu asifiwe. Nimefight hiyo ugonjwa mpaka juzi mwezi uliopita. Ndio nilienda mara ya mwisho hospitali, nikaenda nikapiga picha. Nilipiga picha 2. Ya kwanza nilipiga hapa nursing home. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo picha ikatoka, hicho kizazi kaambwa hakina maji tena. Bwana Yesu asifiwe. Mimi tena sikuamini, nikaenda Utange kule. Bwana Yesu asifiwe. Hata sikubeba hizo picha, lakini nikikumbuka nitabeba Jumapili ijayo. Bwana Yesu asifiwe. Nikifika kule Utange pia nikaambiwa hiyo maji ilikauka. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo mimi namshukuru Mungu. Hata wewe ukisema hii madhabahu haina Mungu, mimi nitakushangaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni kitu imekuwa kinisumbua kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Hata nyumbani watu wanajua, mamangu alikuwa ananiambia nikate kizazi. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia mimi sitakata kizazi kwa sababu ulinizaa nikiwa na kizazi na sitakufa kama sina kizazi. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema nitaendelea kumtumaini Mungu. Ninajua iko siku Mungu atanikumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ninamshukuru Mungu. Hiyo shida imeniondokea na Mungu ni mwaminifu. Mbarikiwe sana. Amen. Shangilia Bwana kwa makofi. Shangilia Bwana kwa makofi mpendwa. Amen. 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 Mungu wetu ni wa ajabu na yeye hutenda kila jambo kwa wakati wake. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kuwa kuna kitu inakusumbua. Wengine huenda mpaka akaanza kusema ni ule ugonjwa wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisema ni ule ugonjwa wangu, inaonekana umependa ule ugonjwa ukuu wako. Hapana. Usikubali kusema huu ni ugonjwa wangu. Hauna ugonjwa wako. Wewe ulizaliwa. Na hata kama ni hali unapitia, ni kwa muda tu na mwishowe utapona. Jina la Bwana lipewe sifa. Kama ni kazi umetafuta, sema mimi wajua kwetu hatuna kazi. Hapana. Wakati wako hujafika. Na wakati ukifika utamwona Mungu. Wacha tuombe kwa ajili ya hizo shuhuda. Asante Baba, asante Jehova mtakatifu watakatifu uliye juu mbinguni.
Asubuhi njema mfalme Baba, tuna kila sababu ya kukushukuru mwana wa Mungu kwa ajili ya matendo yako mema na makuu unayotenda maishani mwetu. Hakika Mungu wewe ni Mungu, hakika Mungu wewe ni Ebeneza maishani mwetu. Ndipo sababu kila wakati, kila dakika tunakiri tukisema wewe ni Ebeneza. Wacha mwana wa Mungu tukushukuru, wacha mwana wa Mungu Baba tukazidi kulitukuza na kulinua jina lako Masia. Maana Baba matendo yako ni makuu, unayetenda maishani mwanao Baba ni makuu, unayetenda mwana wa Mungu. Hakuna mwanadamu awezaye kutenda we Baba ila ni wewe peke yake Baba. Tazama Baba, wanao wamekushuhudia Mungu, wanao Baba wamekurudishia shukrani mwana wa Mungu kwa yale mambo makuu unayotenda Baba. Endelea kutenda mwana wa Mungu, endelea kuponya mwana wa Mungu Baba. Asiye na kazi ashiria kazi, aliye ni ugonjwa mwana wa Mungu Baba endelea kuachilia uponyaji Baba. Tunakushukuru Masia tukisema ni asante. Asante mwana wa Mungu, maana uko na mpango mwema juu ya maisha wanao. Endelea kutenda Baba ili wanao Baba wakazidi kuwa na ushuhuda kukushuhudia wewe. Tunakushukuru Baba tukisema ni asante. Asante mwana wa Mungu, maana wewe ndiye Ebeneza. Katika jina la Yesu Kristo Baba tumeomba na hata tukiamini. Amen. Amen. Tumpigie Jaledi wetu makofi mazuri. Tumpigie makofi mazuri. Ongeza makofi yako katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Naomba tusimame tu dakika moja kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Tusimame tu dakika moja. Baba, ni asante kwa ajili ya mchana wa leo. Jina lako litukuzwe na libarikiwe na linuliwe. Asante Bwana kwa ajili ya mtazamaji anayetutazama popote alipo. Yesu, tunamkabidhi mikononi mwako. Asante Bwana kwa kutulinda wiki mzima hadi siku ya leo. Jina lako lipewe sifa na utukufu na heshima. Pokea sifa, pokea utukufu. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Hebu mgeukie jirani yako, mpe salamu mzuri, umwambie na kusalimia katika jina la Yesu. Hebu msalimie tu mwenzako, mpatie salamu nzuri katika jina la Yesu. Msalimie tu vizuri na umpe tabasamu unapoenda kuketi, na Bwana atakubariki katika jina la Yesu. Haleluya. Kabla ya kuendelea sana, nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ametusaidia tumeweza kuona siku ya leo. Jana tulikuwa na mkutano hapa wa mambo ya afya. Kuna organization mbili zilikuwa hapa jana, organization ya RCK Kenya Refugee Consortium of Kenya walikuwa natufundisha masuala ya ugonjwa wa akili. Kwa lugha ya Kiingereza inaitwa mental health, afya ya akili. Akili yako ikiwa inaugua, huwezi fanya kitu kwa njia ambayo labda ulitarajia. Na pia wakawa wanatufunza masuala mengine ya afya juu ya ukimwi na kadhalika. Japokuwa mkutano huo haukutarajia watu wengi, ilitarajia tu watu wachache. Lakini wale walikuwepo, sijui kama mlibarikiwa wale walikuwepo jana. Hebu tuone tu kwa mkono wale walikuwepo jana kama mlibarikiwa na mafundisho ya jana. Mungu awabariki sana, na tutaendelea kutengeneza mikutano kama hayo kwa ajili yako. Na leo nataka nimkaribishe mtazamaji popote anapotutazama ya kwamba karibu sana na Mungu akubariki. Leo nataka niregelee kwa ufupi tu yale tulijifunza wiki jana. Jumapili ya jana iliyopita tulikuwa tunajifunza juu ya Roho Mtakatifu, the Holy Spirit, na tuliangalia mambo mawili ya msingi. Ya kwanza ilikuwa the Holy Spirit is God. Lazima kama mtoto wa Mungu ukaweze kumtambua na kumwelewa Roho Mtakatifu ni nani. Number 2, tulijifunza the Holy Spirit is a person, ya kwamba yeye ni mtu pia na anafanya mambo yake kama mtu pia, anazo hisia mbalimbali. Katika namba 2 kipengele cha 6 tuliona expressions of his personality, jinsi anavyotenda. Tukagundua mambo 9 hapo. Ya kwanza, he can feel, kwamba yeye anaweza kuhisi
na yeye anaweza kufariji, na yeye anaweza zungumza, na yeye anaomba, na yeye anafundisha, na yeye anatumia mamlaka yake ama mapenzi yake, na yeye anakataza mtu kufanya kitu, na yeye Roho Mtakatifu anafanya miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Haya mambo 9 ilikuwa ni katika sehemu ya pili, ambapo inasema Roho Mtakatifu ni mtu, sio tu nguvu kama nguvu za umeme ama nguvu ambazo mtu anazitumia anapotaka. Kuna kipindi unaweza taka Mungu afanye jambo kupitia Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu akakataa. Kwa hivyo ni muhimu sana kumwelewa. Leo nilikuwa nataka niende katika kipengele cha 4. Nimeruka kipengele cha 3 ambacho kilikuwa kinasema this is the age of the Holy Spirit. Yaani wakati wa Roho Mtakatifu. Huu ni wakati wa Roho Mtakatifu. Ningependa tu labda nikigusie kwa mbali nikienda sehemu ya 4, nikiwa na sababu kwa nini niruke sehemu ya 3 niende sehemu ya 4. Kipengele cha 3 ya kwamba huu ni wakati wa Roho Mtakatifu. Ukiona kitabu cha Yohana Mtakatifu inasema he is the comforter who has taken the place of Jesus. Yesu alipokuwa anataka kuondoka kurudi kurudi mbinguni, alituahidi ya kwamba atatuletea msaidizi mwingine ambaye yeye atatusaidia, atatufariji. Kwa hivyo kuna kuvunjika moyo, kuna kukata tamaa, kuna kusema nimechoka, lakini Roho wa Mungu akiwa ndani yako na ikiwa unamruhusu kufanya kazi, atakutia nguvu tena licha ya kwamba umechoka, umevunjika moyo. Hapo ni kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari ule wa 16, ambapo maandiko yanasema and I will ask the Father and he will give you another counselor to be with you forever. Yaani atakuwa mshauri wenu milele, atakuwa na sisi mpaka Yesu atakaporudi. Na Roho Mtakatifu tunasema ni Mungu. Kama ulifuatilia part 1 ya mafundisho haya, utagundua ama utayatambua ninayoyazungumza. Kwa hivyo this present period of history is the time of the latter rain. Huu ni wakati wa mvua ya Roho Mtakatifu. Bwana sifa sana. Kitabu cha Zakaria sura ya 10 mstari wa 1 ni wakati wa Roho wa Mungu kumiminwa juu ya watu. Sikiza nikwambie, kuna watu, nilisema wiki jana, kunao watu wanajaribu kusema ya kwamba ufunuo wanaoupokea una uwezo kuliko kilichoandikwa. Na wacha nikwambie, kama Roho wa Mungu anaweza kukufunulia kitu ambacho kitakuwa nje ya maandiko ama ya Biblia, huyo si Roho wa Mungu. Lazima ukue makini sana. Roho wa Mungu hawezi kunena mambo yake ambayo Yesu hakuyanena. Chochote Roho wa Mungu atanena, chochote Roho wa Mungu atakufunulia, atakuwa ananena yale ya Yesu. Hivyo ndio ahadi ilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Roho wa Mungu anaweza kukufunulia, lakini hawezi kukufunulia nje ya maandiko ama nje ya kile Yesu alichosema. Lakini nataka tukumbushane jambo moja. Tunapotumia neno maandiko, kwa Kiingereza inaitwa scriptures, kwa lugha ya Kifaransa inaitwa les écritures. Les écritures, it's a French word which means the scriptures, which in Swahili it says maandiko. Neno maandiko yanapotumika katika Biblia, kuna tofauti ya maandiko yaliyoandikwa na Musa na maandiko tunayoyasoma katika Agano Jipya. Kama nilivyowaelezea mwanzoni mwa mafundisho haya, maandiko yote kwa jumla ni pumzi ya Mungu.
ambayo alifunulia mtu na mtu akayanena na mwandishi akayaweka chini. Kwa hivyo nguvu zilizomo katika maandiko ni nguvu za Mungu mwenyewe. Kwa hivyo unaposoma neno, unasoma maneno ya Mungu yale amesema. Dini nyingine wanasema kitabu chao kiliteremshwa kutoka mbinguni. Biblia haikuteremshwa kutoka mbinguni. Biblia ni maneno ya Mungu kupitia mwanadamu, na mwanadamu akayaandika chini. Na dunia nzima hakuna kitabu kilicho na nguvu na tofauti kuliko vitabu vyote. Vitabu vya dini zingine zote, Biblia imeuzwa kuliko vitabu zote. Na Biblia ndio kitabu pekee duniani kilichotafsiriwa kwa lugha nyingi sana duniani. Hata kama we ni kabila gani, kunawezekana ukapata Biblia ya kabila yako ili ukaweze kuelewa Mungu anasema nini. Ni tofauti na dini zote walizo na vitabu zao. Vitabu zao zimekatalia labda lugha 3 ama lugha 2, lakini Biblia imetafsiriwa kwa lugha nyingi sana ili mtu akaweze kuelewa. Kwa hivyo katika kipindi cha Roho Mtakatifu, jambo la kwanza, His Spirit will be within and upon all of His people. Roho Mtakatifu hatakuwa tu kwa viongozi wa aina fulani wa dini, hapana. Atakuwa kwa kila mtu aliyeamini na ya kwamba anamfuata Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 28 na 29 inasema hivi: and it shall come to pass afterwards that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young shall see visions. And also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit. Hallelujah. Ya kwamba watoto wenu wa kike na wa kiume nitaachilia roho yangu. Kuna watu wataona maono na kuna watu wataota ndoto kupitia roho wangu. Roho wa Mungu atakufunulia vitu ambavyo vitakufanya uweze kuona mambo mengine makubwa yaliyofichika katika ulimwengu wa roho. And I will put my spirit within you. Nitaweka roho yangu ndani yenu. Nataka uangalie maneno haya. Ndio maana tukasema mwanzoni mwa mafundisho haya, Roho Mtakatifu ni Mungu. Angalia kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari ule wa 29. Biblia inasema for I will put my spirit within you. Huyu ni Mungu anazungumza kupitia nabii Yoeli ya kwamba roho yangu nitaweka ndani yenu. Haleluya. Haleluya. Wewe ni roho. Unapookoka mara moja kuna roho wa Mungu anaingia ndani yako. Ndio maana kwa lugha nyingine anaitwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akasema nitamuomba Baba amtume Roho wake Mtakatifu. Roho ya Mungu itakuwa ndani yako. Ndio itakufanya uelewe mambo ya Mungu na haitakuongelesha nje ya mapenzi ya Mungu. Anasema and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. Roho yangu nitaweka ndani yenu na itawawezesha kutembea katika njia zangu na maneno yangu na mapenzi yangu. Ili mtu atembee katika mapenzi ya Mungu ni lazima awe na roho wa Mungu. Ndio maana mimi napenda kuambia watu, mtu akianguka katika wokovu, mambo ni mawili. Inawezekana hakuokoka. Maana aliyeokoka ana roho wa Mungu.
hawezi anguka, anaweza kuteleza. Ndio maana maandiko yanasema mwenye haki huanguka mara 7 na akainuka akaendelea. Kuanguka ni kufanya nini? Ama kuteleza ni kufanya nini? Yote ni kuanguka, lakini tofauti ya kuteleza na kuanguka ni nini? Kuanguka ni ile umetenda dhambi na umekataa kutubu, umebaki pale kwa dhambi. Kuteleza ni kwamba haukuanguka, uliteleza tu, unaenda kuanguka alafu kasimama tena. Ndio maana maandiko yanasema mwenye haki. Mwenye haki ni nani? Mwenye haki ni yule ambaye amesamehewa dhambi zote. Kitendo cha kukubali kuokoka ina maana umehesabiwa haki, na Roho Mtakatifu ndio anakufanya wewe ukubali na utambue ya kwamba haya ni makosa, sistahili kuyafanya. Licha ya kwamba umeyafanya, utasikia kuhukumika ndani yako. Ukiona umeokoka unafanya dhambi na hauhukumike ndani yako, jua ya kwamba kuna shida katika uhusiano wako na Mungu. Haleluya. Anasema Roho wangu nitamuweka ndani yenu na atawawezesha kutii sheria zangu na kuyafanya mapenzi yangu. Kitabu cha Ezekieli 36 mstari wa 27 anasema, for I will pour water upon him that is thirsty and floods upon the dry ground. I will pour my spirit upon thy seed and my blessing upon thine offsprings. Hallelujah. Nitaachilia maji juu ya kila mwenye kiu. Niliwaambia katika part 1 ya kwamba ili ujazwe na Roho Mtakatifu lazima utamani Roho Mtakatifu. Kuna mambo mawili ningependa ukaweze kuelewa. Jambo la kwanza, wakati unasema leo nimepatia Yesu maisha yangu, ina maana ya kwamba ni Roho wa Mungu ameshawishi moyo wako ili ukubali ya kwamba wewe ni mwenye dhambi na Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Sasa ule Roho wa Mungu anayeingia ndani yako ni wa kukusaidia tu umpende Mungu. Saa ile ni kama ameingia na mguu. Kadri unavyoendelea kumtamani, anaingia mzima mzima, anakaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitaka achilie karama zake ndani yako ama vipawa zake ndani yako, ina maana itakulazimu umtamani. Useme na kutaka Roho wa Mungu, jaa ndani yangu, kaa ndani yangu. Hapo ndipo anaanza kuchukua mamlaka na nguvu na uwezo. Haleluya, ya kuishi ndani yako. Ndio maana kitabu cha Ezekieli 36 mstari wa 27 anasema, I will pour water upon that is thirsty. Lazima uwe na kiu cha kumtamani, ndiposa atakuja ndani yako. Si kwa sababu unaomba tu. Unaweza kuomba lakini haujatamani. Kuna tofauti ya kutamani. Kutamani ni kama vile unasikia kiu ya kukunywa maji. Hadi ukunywe maji ndio kiu iishe. Kwa hivyo kutamani Roho Mtakatifu ni jambo ambalo linakulazimu wewe kulifanya. Na akasema, and floods upon the dry ground. Hata yule mtu amekaukiwa. Dry land ni mahali ambapo kuna ukame, kumekauka. Ataachilia maji. Hii ni Roho Mtakatifu inazungumziwa. Kuna watu wamekauka, hawana Roho wa Mungu ndani yao. Anasema ataachilia maji mengi, floods, mafuriko, atabubujika, atajaa. Kumbuka nimesema utapewa, lakini kuna tofauti ya kupewa na kujazwa. Kujazwa ndio maana ya kwamba umetamani mpaka umekaukiwa. Sasa anaachilia kwa wingi, unajazwa na Roho wa Bwana. Haleluya, haleluya. Jambo la pili ni kwamba God's promised Messiah will be spirit filled and empowered. Ahadi ya Roho Mtakatifu itakuwa kwamba utajazwa kwa utele. Mungu hataki tu uwe na Roho Mtakatifu, anataka ujazwe na nguvu zake zote. Na ili ujazwe na nguvu
nguvu zake zote. Ina maana ni lazima umtamani kwa sana. Haleluya! Vile unatamani pesa, vile unatamani maisha mazuri, tamani Roho Mtakatifu kiwango hicho, ya kwamba kabla ya vitu vyote unamtamani Roho wa Mungu kuliko hizo vitu zingine zote. Mimi najua uko na changamoto. Ninajua unahitaji Mungu akufungulie milango. Ninajua unatamani ndoa yako ikue sawa. Ninajua unatamani kupata watoto. Ninajua unatamani kuolewa. Ninajua unatamani promotion kazini. Ninajua unatamani amani kwenye nyumba yako. Unatamani mambo mazuri. Nataka nikupe changamoto asubuhi ya leo. Tamani Roho Mtakatifu kuliko vitu vyote. Akijaa ndani yako, yale yote uliyoyatamani yatakuwa yanatendeka yenyewe bila wewe kung'ang'ana. Haleluya! Maana akijaa ndani yako, mambo mengine yote yataanza kufuatana. Ndio maana Yesu akasema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haya mengine yote yatakuja nyuma. Kwanza ni ufalme wa Mungu. Hautamani ufalme wa Mungu wala kuutafuta kwa njia tu ya kwenda kanisani, haitoshi. Ni kutamani Roho wake. Kadri unamtamani Roho wa Mungu, kadri utaanza kumpenda Mungu, kadri utaanza kufanya yanayompendeza Bwana. Kuna mtu akasema, pasta uniombee, maana siku hizi mimi siombi. Kitambo nilikuwa nafunga na kuomba, lakini sasa nimeacha, sijui kunaendelea nini. Si kwamba haujui kunaendelea nini. Kinachoendelea ni kwamba Roho wa Mungu amekuondokea. Yeye ndiye akiwa ndani yako kwa wingi, utakuwa unaomba bila kutaka. Haleluya! Hauhitaji mtu akuwekelee mkono akuombee nguvu za kuomba. No, unahitaji Roho wa Mungu ndani yako. Hata kama utawekelewa mikono na mtu wa aina gani, na mtumishi wa aina gani, lakini hautakuwa na nguvu za kuomba. Maana ni yeye Roho wa Mungu akiwa ndani yako atakuwa anaomba kwa niaba yako. Ndio nikawaambia wiki jana, unaweza kuwa kwenye matatu na watu wengi ndani, unajipata tu unaanza kulipuka, rakabasha tanaba reketelebosikanaba. Hiyo si lazima ufundishwe, ni Roho ameanza kuomba ndani yako. Haleluya! Haleluya! Kitabu cha Isaia 42 mstari wa kwanza. Behold, my servant whom I uphold, mine elect, in whom my soul delight. I have put my spirit upon him. He shall bring forth judgment to the Gentiles. Hallelujah. Anasema mtumishi wangu niliyemchagua, nitaweka roho yangu ndani yake. Angalia, Yesu alipokuja duniani, alipozaliwa, alikuwa hajajazwa na Roho wa Mungu. Haleluya. Alimpenda Mungu na kila saa alikuwa hekaluni anasema neno na watu. Lakini siku ile alibatizwa, kuna kitu kilifanyika kwa maisha yake ambacho ni tofauti. Maana maandiko yanasema alipokuwa kwenye maji akibatizwa, mara moja alipoinuliwa kutoka kwa maji, Roho wa Mungu alimshukia mfano wa njiwa. Na wakati Roho wa Mungu alimshukia mfano wa njiwa, hapo ndipo Roho alimuongoza aende mlimani akafunge siku 40. Listen to me church. Hadi utakapotamani Roho akujaze, utaanza kuomba kama mwenda wazimu. Hakuna kipawa cha uombezi. Wow. Kuna watu wanasema ni vizuri tuwe na kikundi cha waombezi. Makanisa mengi wanao watu wanaitwa intercessors, watu ambaye wanashinda kwa magoti kila saa wakiomba. Lakini nikiangalia maandiko mimi naona vitu tofauti kabisa. Na nitakwambia ni kwa nini. Na wakikwambia umuhimu wa kile kikundi cha waombezi, utaona ni kweli. Lakini ukiangalia Biblia, hakuna kipawa cha muombezi katika karama za Roho Mtakatifu. Nimeziangalia nikaona zikiwa 9
katika vipawa 9 hamna kipawa cha uombezi. Kuna miujiza, kuna uponyaji, kuna kunena kwa lugha, sijui kuna nini, lakini kipawa cha uombezi hamna. Mtu yeyote aliyeokoka, aliyejazwa na Roho anafaa kuwa muombezi. Yeyote anafaa kuwa muombezi. Ni kwa nini hata kanisa hamuna tamaa ya kupenda kuomba? Hamjajazwa na Roho. Mambo mengi hayafanyiki kanisani, si kwa sababu Mungu hayupo, si kwa sababu mchungaji hana upako, ni kwa sababu nyinyi hamna Roho wa Mungu kwa utele. Mkiwa na Roho wa Mungu, mkiambiwa kuna maombi kesho asubuhi, watu watakuja na wataanza kuomba. Sababu Roho wa Mungu alipoingia ndani ya Yesu, alimuongoza kwenye maombi kwanza kabla ya mambo yote. Akaenda mlimani akafunga siku 40. Alipomaliza ndio alishuka akaenda kwa kufanya kazi nyingine ya uponyaji na mambo mengine. Yalifanyika baada ya maombi, na ukifuatilia maisha yake kuanzia hapo, alikuwa kila mara yuko kwa maombi. Anaweza kuwa na wanafunzi namna hii akawaacha akaenda kuomba. Wanaweza kuwa wamelala, yeye ameamuka ameenda kuomba. Sababu Roho ndiye anaomba kwa niaba yako. Ni wakati unamruhusu, kwa hivyo lazima utamani. Haleluya. Kitabu cha Isaia 61 mstari wa 1. The Spirit of God is upon me, because the Lord had anointed me to preach good tidings unto the meek. He had sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of prison to them that are bound. Gereza ni nini? Gereza ni mtu ambaye amefungwa katika mambo yake yote. Ukijaribu kazi haiendi, ukijaribu ndoa haiendi, ukijaribu masomo haiendi, ukijaribu kila kitu hakiendi, sababu umefungwa na nguvu za giza. Ili ufunguliwe unahitaji mtu aliye na ujazo wa Roho Mtakatifu. Ndio maana Yesu anasema, Roho wa Mungu yu juu yangu, amenipaka mafuta, amenijaza na Roho wake ili nifungue waliofungwa. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Luka 4:18 ni mambo yale Yesu anayadhibitisha. Several times for the fullness of the Holy Spirit. Kuna maandiko mengi sana hapa yanazungumzia juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Receiving the Holy Spirit as a gift is defined as an offer and an acceptance act of receiving without consideration. Jambo la kwanza, a gift is not completed until someone receives that which is freely offered. Kipawa akiwezi kutimia hadi aliyeahidiwa akipokee. Bwana Yesu asifiwe. Umeahidiwa kujazwa na Roho Mtakatifu, lakini hautampokea ni mpaka ujazwe, mpaka upokee, ndiyo ahadi itatimia. Na ahadi inatimia namna gani? Mnahitaji kumtamani huyu Roho Mtakatifu. Mnahitaji kumtamani. Pasipo kumtamani, hata ni waombe hamtampokea. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yohana 7:36. Receive ye the Holy Spirit. Pokeeni nyinyi Roho Mtakatifu. 20 na 22. But ye shall receive power. After that, the Holy Spirit is come upon you. Matendo ya Mitume 1:8. And ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Hayo yote na mengine mengi sitayasema, maana ni mengi zaidi. Inazungumzia juu yetu kupokea na kujazwa nguvu. Ni nguvu za kukufanya uyafanye
mapenzi ya Mungu, utakuwa unafika mahali unasema niko tayari kulala njaa lakini nikamfanyie Mungu kazi. Niko tayari kudarauliwa lakini nifanye yale Bwana amesema. Ndio nikawaambia juzi, tumetukanwa, tumedarauliwa, tumenenewa maneno yote mabaya, lakini bado tunakaza mwendo, lakini bado tunaendelea kumtumikia Bwana. Saa zingine mwili nakataa, unasikia unaumwa, lakini unasema bado nitafanya kazi ya Bwana. Ni kitu gani kinakutia nguvu? Ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Nataka niruke niende sasa jambo la tatu ambalo nilikuwa nataka nimekatizia, sababu jambo la tatu ni la muhimu sana. The Holy Spirit and the believer. Roho wa Mungu na muumini. Wewe na Roho wa Mungu, nini kinaendelea? Haleluya. The Holy Spirit helps the believer. Roho wa Mungu anakusaidia wewe. Ni kwa nini unamtaka? Ni kwa nini ni lazima utamani? Ni kwa sababu atakusaidia mambo mengi. Wengi wanazunguka makanisa wakitafuta mambo yao yatendeke, wakitafuta siri ambazo zinajificha nyuma ya mateso yao, lakini hawajapata. Shida ni kwamba wanachokitafuta si kile wanafaa kutafuta, wanatafuta kitu tofauti. Na hakuna ubaya ama makosa kutafuta kile usichokijua. Ni muhimu sana utafute kile unakijua. Kwa hivyo ningekuomba wewe na yule naye nisikilize, tamanini sana kutafuta kujazwa. Unapotamani kujazwa na Roho Mtakatifu, Mungu atakupatia. Ndio maana maandiko yanasema, je, mwanao akitamani mkate utampatia jiwe? Akitamani samaki utampatia nyoka? Yesu alikuwa anamaanisha nini? Hakuwa anamaanisha pesa na utajiri. Alikuwa anamaanisha Roho Mtakatifu. Ndio maana anamalizia, hata hivyo kama nyinyi baba ama wazazi wa dunia mnajua kupea watoto wenu vipawa. Anatumia neno vipawa. Hakutumia neno vitu vizuri, anasema vipawa vizuri. Baba yenu wa mbinguni atawapa zaidi. Yesu alikuwa anamaanisha Roho Mtakatifu. Mkitamani atakupatia. Mungu si vile unafikiria. Unajua maombi mengi haitimii kwa haraka. Sababu ni gani? Sababu hayatamtukuza Mungu. Unatamani mambo mengi lakini inachelewa kwa sababu hayamtukuzi Mungu, itakutukuza wewe. Unatamani uwe na gari ili uanze kuringia wengine. Unatamani uwe na kwako ili uanze kuringia wengine, ili wewe wakuone uko na. Unajua leo nashangaa na Wakristo wa leo. Watu leo wanalinganisha Ukristo na mafanikio ya kidunia. Hiyo sio wokovu na hiyo sio upendo wa Mungu. Ndio maana kila siku nawaambia, kuna watu hawaendi kanisani na hawataki kusikia, na wana pesa na hawajaokoka, na si wachawi lakini hawajaokoka na pesa wanazo. Na watu hao unatarajia wakusaidia. Sasa unakuja kunisumbua mimi hapa nikuombee ili ukienda kwa hao wasiomjua Mungu walio na pesa waguswe wakupatie hizo pesa. Mpumbavu ni nani? Halo. Ndio maana Mungu anashangaa, ati mnakuja kuambia mtumishi wangu awaombee ili mupate kibali kwa watu wasionijua. Unaona, tamanio ya mwanadamu ni kuhusu vitu vya dunia, si kuhusu vitu vya Mungu. Mungu anataka utamani kujazwa na Roho yake. I promise you, siku ile utatamani kujazwa na Roho wa Mungu atakujaza. Na akikujaza, kuna watu hautahitaji maombi, watakuangalia tu wakupatie kile unatamani. Watakuwa tu wameketi mahali wanakosa amani, wanasikia tu ukitajwa. Nilikuwa naangalia siasa, wanasiasa wa ODM wakiwa Mombasa, mwingine anaambiwa aongee akaanza kutaja Sifuna. Sasa Sifuna yuko Kakamega huko.
Unajua wakati Mungu anaanza kubariki mtu, hata maadui yako wakiwa mahali watashtuka tu, wanatamka majina yako bila wewe kujua. Fulani, sio fulani nilikuwa, hapana. Hiyo ni wakati wa mtu kuinuliwa. Hata wasiokupenda utasikia tu wanaanza kukutaja. Haujaona wengine wameenda kwa vikao vya waganga, badala washughulike na kuroga watu, wanakosea, wanasema katika jina la Yesu. Wengine wanashtuka. Hilo jina lifai kutajwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza ni kwa nini Roho Mtakatifu na mshirika mnastahili kuwa na uhusiano? To bring us to salvation. Roho Mtakatifu atakusaidia kwa sababu atakuleta kwa wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Atakuleta wapi? Wewe utakuwa naongelea mafundisho ya baraka. Kila saa unapatia watu matumaini vile watabarikiwa. Mimi naona milango inafunguka. Na haifungukangi. Kila mwaka naona umepanikiwa. Na wafanikiwi. Shida ni nini? Sababu sio mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ya kwanza ni wanaomwamini wajazwe na Roho wake. Haya mengine yatakuja. Ukiangalia mahubiri mengi leo kwa mitandao, makanisa, ni ya matumaini tu ya vile watu watafanikiwa. Na yakianza kuhubiriwa, unasikia hata watu wanainuka kwa viti. Yes! Hallelujah! Mwingine anatoka na pesa ati anakuja kuseal the prophecy. Anaweka pesa hapo kwa madhabahu, ana seal the prophecy. Na atasil hiyo prophecy mwaka huo na mwaka ujao na mwaka ujao. Hajaona, anajipa tu matumaini. Lazima utafakari, nimeokoka na Mungu anataka nifanye nini? It brings conviction. Kitabu cha Yohana 16:8. Roho Mtakatifu anashawishi mioyo. Anashawishi mioyo. When he comes, he will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment. Ni Roho wa Mungu tu ndio atakuwa na kukumbusha ya kwamba kuna hukumu. Nyinyi mnaishi kana kwamba mtaishi milele hapa duniani. Mtakuja kuhukumiwa na kuna watu wataenda motoni. Na ni Roho wa Mungu tu atakuwa na kusaidia baada ya kuwa umeokoka. Kila saa nakwambia mimi nitaenda motoni nikifa. Ukikuwa mgonjwa unaanza kuona kaburi. Si lazima uone kaburi la sababu umekuwa mgonjwa. Hata ukiwa na afya, angalia kuna kaburi na kungojea pale. Na ni Roho wa Mungu peke yake ndio atakuwa na kukumbusha haya mambo. Number 2. He produces conversion and regeneration. He produces conversion and regeneration. Roho wa Mungu anasababisha kubadilika ama kuokoka na kuzaliwa mara ya pili. Regeneration ni ile hali tunasema sasa mimi ni kiumbe kipya. Ni Roho wa Mungu ndio anazaa upya. Roho wa Mungu ndio anafanya mtu anakuwa kiumbe kipya. Ile wa Paulo anaambia wa Korinto wa pili, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, mambo ya kale yamefanya nini? Yamepita na tazama yote yamekuwa not by works of righteousness which we have done. No. Hautazaliwa upya. Hautaenda mbinguni sababu lipenda watu. No. Wokovu hautokani na matendo yako. Wokovu unatokana na imani msalabani ya kile kilifanyika msalabani. Hallelujah. Wa Efeso 2:1 maandiko yanasema, and you are he made alive who were dead in trespasses of sins. Nyinyi ambaye mlihesabiwa kukufa, sasa mnakuwa hai kwa sababu yake. Number 3, he liberate us from the power of sin and death. Anatukomboa na nguvu ya dhambi na mauti. Wapendwa, dhambi inaua. Dhambi itaua ndoa yako.
Dhambi itaua watoto wako, dhambi itaua biashara yako, dhambi itaua huduma yako, dhambi itaua chochote ambacho unakihesabia kikufurahishe. Dhambi itakimaliza. Ndio maana lazima tuogope na tukimbie nini? Dhambi. Haleluya. Si Warumi 8:2 maandiko yanasema, for the law of the spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Sheria ya Roho iliyo ndani yangu imeniweka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Dhambi ni kumkosea Mungu. Mauti ni chochote kilicho ndani yako kitakufa. Vile Adamu aliambiwa, ukila tunda unafanya nini? Unakufa. So alikufa kiasi ya kwamba japokuwa anatembea, lakini amefanya nini? Amekufa. Maana kukufa huku tunazungumzia, hautakuwa na uhusiano na Mungu, hautakuwa na ukaribu na Mungu tena. So watu wanatembea, wanaona kama mambo yako sawa, lakini walikufa kitambo. Na Yohana 3:10 anasema, hata imekuwa unapokataa tayari umehesabiwa kuna watu tayari wamehesabiwa kifo japokuwa wanatembea. Number 4, he gives us an inward assurance of salvation. Roho Mungu anatupatia uhakika wa ndani ya kwamba tumeokoka. Nani anaamini hapa ya kwamba Yesu akikuja leo ataenda mbinguni? Kuna maisha baada ya haya maisha. Jana yule mwalimu alikuwa anafundisha watu juu ya ukimwi hapa. Unajua nilipokuwa naambia watu tutakuwa na yale mafundisho na mtapimwa ukimwi, katika watu wale nilikuwa natafuta, wale walisema niko tayari kupimwa ni kidogo, lakini wale walikuwa na mashaka ya kupimwa ni wengi. Hivyo ndio siku ya mwisho itakuwa. Yule aliyekubali kupimwa ana uhakika ndani yake ya kwamba mimi sijaadhiriwa na ukimwi. Bwana asifiwe. Na ule mwalimu alifanyaje hapa jana? Alijipima ye mwenyewe hapa, si ndio? Akachukua kale kama mashini akaweka kidole yake pale, si ndio? Na akaweka pale, anatuambia angalieni, mimi ndio hii nimepatikana sina ukimwi. Na anaweza kupima tena na tena na tena. Hivyo ndio inafaa kukua katika wokovu. Lazima uwe na ujasiri ya kwamba hata nikifa leo mimi nenda mbinguni. Si kwa sababu ya yale mimi natenda, kwa sababu ya Bwana aliyenikufia msalabani. Haleluya. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Warumi 8:16. Roho mwenyewe ndani yetu anashuhudia na mioyo yetu ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu. So Roho Mungu atakuwa anakupa uhakika ndani ya moyo. Tunaenda point number 2. Tulikuwa number 1 ilikuwa inasema to bring us to salvation. Roho Mungu anatuleta katika wokovu. Tumesoma mambo manne. Sasa tunaenda number 2, to give us power for holy living. Ni kwa nini waliookoka imekuwa ngumu kuishi maisha matakatifu? Sababu hakuna roho ndani yao. Ni Roho wa Mungu atakusaidia uishi maisha matakatifu. Maisha matakatifu ni ile ya kumpendeza Mungu. Ni ile ya kutamani kutembea na Mungu. Ni ile hata ukiwa peke yako najua Mungu ananiona, hata kama watu hawanioni Mungu ananiona. Ili ukue na hiyo hali ya maisha, ni lazima ukue na Roho Mtakatifu ndani yako. Jambo la kwanza, he guides us into the truth. Anatuongoza katika kweli. Mambo yako yote yafanyayo yatakuwa wazi. Hakutakuwa na siri ndani yako. Kitabu cha Yohana 16:13, maandiko yanasema, howbeit when he, the Spirit of truth is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things
to come. Haleluya, haleluya. Ya kwamba Roho wa Mungu atakapokuja ndani yako atakuongoza katika kweli yote, na ataongea mambo yake. Chochote atakachokufunulia, atakachokuongelesha, atakuwa anatoa wapi? Kwa Mungu. Ndio maana nikakwambia hivi, unaweza funuliwa. Kuna watu anakaa anasema Roho wa Mungu amenifunulia hivi, lakini akianza kuongea yale Roho wa Mungu amemfunulia ni kinyume na vile imeandikwa. Hakuna ufunuo ambao unafaa kwenda kinyume na kile Yesu alisema. Na anasema Roho wa Mungu hataongea mambo yake, ataongea yale niliyoyaongea mimi. Maana katika utatu wote ni kitu kimoja. Nilikuwa naangalia vijana wengine saa hii wanasema ni wachungaji hapa Kenya, wanavuma kweli. Anasimama kwa nani? Anasema hakuna utatu. Anatusomea kitabu cha Mwanzo ati Mungu anasema let us create man in our own image. Mungu hakuwa anaongelea juu ya utatu. Kweli jameni, dunia mahali tumefika, shetani huyo anaongea hadharani bila aibu ati us is not about Trinity. Unaweza kutuambia us kwa Kiingereza inamaanisha nini? Is it single or is it plural? Ati Mwanzo 1:26 wakati Mungu anasema wacha tumfanye, haikukuwa utatu. Maana sijui Yesu, sijui nini, sijui upuzi gani. The word in English us means plural, means God was not alone, and it was not his will alone to create man, but their will, who? Father, Son and the Holy Spirit. Haya mahubiri ya mitandao mnapenda kufuata, muwe makini ni nani unayemsikiliza. Watu wamechanganikiwa, watu wamepotoka katika njia, wanahubiri uongo, wanahubiri misisimuko. Inasikitisha sana. Number 2, he teaches us all things. Roho wa Mungu atatufundisha kila kitu. Sasa the kind of revelation people are bragging with today, it is evil. People are being revealed things which Jesus didn't say. Watu wanafunuliwa mambo ambayo Yesu hakusema na hayapo. Wengine kule Kongo kuna watu wanajiita wa Branham, the Branhamist. Hawa nao wanamlinganisha Branham ni prophet wao, wanamlinganisha hata zaidi ya Yesu. Jameni, ati wao wanaenda na ufunuo, hawaendi na kile kimeandikwa kwa Biblia. But saa zingine unapata wanasoma Biblia, huku ni kuchanganikiwa kwa aina gani? Kweli tuko wakati wa mwisho, tuko nyakati za mwisho, ni nyakati za mwisho. Afadhali nihubirie watu wawili na niwaambie ukweli na wakatae kuamini na wakatae kufanya, mimi niko salama mbele za Bwana. Sitatamani nihubirie maelfu ya watu nikiwadanganya wakienda motoni, maana ninajua nitahukumiwa siku za mwisho. Nitaulizwa, Lubangi, nilikupatia madhabahu, uliambia watu nini kunihusu? Mimi siko katika competition. Siko katika competition na mhubiri wala na kanisa ingine. Afadhali unikatae sababu nakuambia ukweli. Afadhali nibaki na ule ukweli peke yangu. Nitauongea mpaka siku nitaondoka duniani, lakini sitahubiri nikipendeza watu. Watu wanashindana sasa, huyu ndio anafunuliwa. Watu wana maufunuo ya kishetani na wengine wanapiga makofi kwa sababu wako tayari kwenye mtego wa shetani. Anasema yeye atawafundisha kila kitu, but the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.
14:26 John. Anasema Roho wa Mungu ambaye Baba atamleta kwa niaba yangu atawafundisha kila kitu na atawakumbusha kila kitu nilichokisema. Leo people are being revealed things which Jesus never promised or said. Shame on you. But the anointing which he have received of him abide in you, and you need not that any man teach you, but as the same anointing teaching you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it had taught you, you shall abide in him. Bwana Yesu asifiwe sana. Hamuhitaji mtu kuwadanganya, maana mna kila kitu ndani yenu. Hiyo ni Yohana wa kwanza 2:27. Number 3, he gives life to our physical body. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also give to your natural bodies by his spirit that dwelleth in you. Warumi 8:11. Mwache kuhangaika, mwache kubabaika. Roho wa Mungu akiwa ndani yako atakusaidia kuelewa kile Mungu anasema, na utasikia kumpenda Mungu. Kama kuna mambo uliyasahau atakukumbusha. Wengine wanakuja leo wanasema Yesu tayari amerudi. Amerudi kwa siri ndani ya mtu. Hey! Hey! Ha. Oh. He gives us power for the service. Matendo ya Mitume 1:8. But ye shall receive power. After that the Holy Spirit is come upon you, and you shall be witnesses unto me. Kwa hivyo, any revelation that the Spirit can reveal into your heart, it is to witness for Jesus, not for another prophet. Ufunuo wowote ambao utafunuliwa ni wa kumshuhudia Yesu, na wala si nabii mwingine sipokuwa Yesu. How come leo Roho wa Mungu anafunulia watu vitu ambavyo viko nje ya neno la Mungu? That is not the Spirit of God. Number 5, he empowers our prayers. That's what I said. Hivyo ndo nilikwambia mara ya kwanza. Ukiwa na Roho wa Mungu anakupa nguvu ya kuomba. Maana akiwa ndani yako atakuwa naomba kwa niaba yako. Warumi 8:26-27. Number 6, he inspires praise and worship to God. Anatia nguvu, sifa na maabudu kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume 2:11. We do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. For we heard them speak with tongues and magnify God. Matendo ya Mitume 10:46. Atakuwezesha kuongea hata lugha ya watu wengine usioijua, na wenye lugha wakisikia wataelewa kilo naongea. Number 7, it produces the fruit of the Spirit in the believer's life. Anazaa matendo ama tabia za Roho Mtakatifu ndani ya muumini. Unajua Wagalatia 5:22-23 ya kwamba upendo, Roho wa Mungu tunda lake ni upendo, amani, umoja, uvumilivu. Yani hayo ndio tabia ya mtu aliyeokoka. Oh. But the fruit of the Spirit is love. Kwa nini upendo ni wa kwanza? Sababu upendo unabeba kila kitu. Joy, furaha. Si
si lazima uwe na pesa ndio ufurahie. Hata kama unakula tomato peke yake lunch, unafurahi tu. Unaweza kuwa huna kitu ya maana, hata ukivaa kamtumba bado kana kufit vizuri, bado unang'ara. Unavaa kanguo ka shilingi 30, ukitokelezea kila mtu anakutamani, anasema you look smart, na hujavaa mamilioni ya pesa. Peace, una amani. Amani ambayo haitokani na chochote, bali ni amani kwa sababu Kristo amejaa ndani yako. Long suffering, uvumilivu, gentleness, una utu, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So ukiwa na roho wa Mungu, haya mambo ndio yatakuwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. When you have the Spirit of God, God will be with you. Whatever you do, the Spirit of God will make it happen. Chochote ambacho kimezuiliwa, the Holy Spirit in you will open the door. Na utapita mahali waliweka mitego, mahali wamekufungia njia, utapita katika jina la Yesu. Mahali walisema utatoboa, utatoboa kwa sababu ya roho wa Bwana. Maandiko yanasema roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenijaza na roho wake ili nikafungue waliofungwa. Ninakutangazia leo, chochote kilichofungwa kwako kinaenda kufunguliwa. Chochote walichosema utafanikiwa, ninasema utafanikiwa katika jina la Yesu. Wanaosema hakuna nguvu ya maombi, ninasema simama sasa, utaanza kuomba katika roho, utajazwa na roho. Kile wanasema kiwezekane, ninakutangazia kwa jina la Yesu ya kwamba kinawezekana. Kile wanasema utaweza, ninasema angalia mbele yako kwa jina la Yesu mwana wa Mungu, yote yanawezekana. Yale walisema iwezekani kwako, ninasema inawezekana. Kama walisema utaolewa, ninasema Bwana amesema katikati yenu mlio hapa hakuna atakayekosa ubavu wake. Utapokea mume wako, maana roho wa Bwana amesema na amewakusanya wote pamoja. Ninasema kile umetamani miaka mingi, ni roho peke yake anaenda kukileta kwako. Ninasema wataulizana maswali, huyu ndio yule tulimjua ama huyu ni mwingine? Anza kutamani roho. Ninasema inuka sasa, usimame useme Baba unijaze na roho wako. Mwambie Bwana Yesu, Bwana unijaze na roho wako. Ukitamani anakujaza, atakutangulia mbele yako, atakujaza na nguvu mpya, nguvu ambazo zitaharibu nguvu za uchawi, nguvu ambazo zitaangusha nguvu za waganga, nguvu ambazo zitaporomosha nguvu za maeliminati. Nguvu za waganga zinaenda kusambaratika katika jina la Yesu. Ndio maana maandiko yamesema yeye aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye duniani. Ninatangaza leo, ukijazwa na roho, hakuna mapepo yatazuia, hakuna uchawi utazuia, hakuna uganga utazuia. Ninasema pokea, ninasema pokea upya. Inua mikono yako juu, mwambie Bwana Yesu, ninatamani unijaze, ninatamani unijaze, unijaze na roho wako katika jina la Yesu. Nasema mtu ainue mikono yake juu, nasema mtu ainue mikono yake juu. Mwambie Bwana Yesu, unijaze na roho wako, unijaze na roho wako katika jina la Yesu. Mwambie Bwana Yesu akujaze na roho wake katika jina la Yesu. Hebu fungua kinywa chako, nenda mbele za Bwana, mwambie leo nimesikia neno lako, ninatamani Bwana unijaze roho wako maradufu. Unisaidie Bwana Yesu, maana bila roho wako siwezi. Ndiposa mfalme Daudi akasema, niende wapi Bwana? Nijifiche na roho wako. Nikienda kuzimu yuko. Kama kuna biashara yako imezikwa kuzimu, ninasema roho wa Bwana
Bwana anaingia pale chini, anaenda pale kuzimu, anaenda kutoa hiyo biashara. Kama kuna kitu kimezikwa ambacho ni chako, inasema leo, kama vile Lazaro alitolewa kuzimu, hata wewe utolewe, hata wewe utolewe, watoto wako watolewe, ndoa yako itolewe, biashara yako itolewe katika niongezee sauti. Rakabo shetele. Nataka kuona mtu akimlilia Bwana. Nataka kuona mtu akiinua mikono yake juu. Hebu inua mikono yako juu. Mwambie Bwana Yesu mchana wa leo, chochote ambacho kilifichwa kwa siri, maandiko yanasema unaenda kuinua chote. Chochote ambacho kimefunikwa, ninasema Roho wa Bwana akatoe. Ninasema Roho wa Bwana akatoe. Ile nyumba yako imeharibiwa, wale watoto wako wameharibiwa, ninasema natuma Roho wa Bwana. Popote walipofunikwa na uchawi, chochote kilichowafunika na roho ya mauti, ninasema kitolewe leo katika jina la Yesu. Kama kuna magonjwa, kila aina ya maradhi, ninaachilia Roho ya Bwana, ninaachilia Roho ya Bwana. Ninasema roho ile walikutupia, kuna wengine walirogwa kitambo, ninasema aliyekuroga, hiyo madhabahu yake nachomeka. Ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto kwa jina la Yesu. Hiyo moto, 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 hiyo moto kwenye madhabahu ya wachawi, ya waganga, ya majini, hiyo moto, hiyo moto, hiyo moto, hiyo moto, hiyo moto. Roho za uganga, roho za wachawi, yale matongore, yale mazingaombwe, ninasema yachomeke, ninasema yachomeke kwa jina la Yesu. Ninaachilia moto, ninaachilia moto, hiyo moto, hiyo moto, hiyo moto. Walisema utakuwa mgonjwa kila wakati, hayo magonjwa yachomeke na moto. Magonjwa ya kansa, magonjwa ya pressure, magonjwa ya kidney failure, magonjwa ya vidonda vya tumbo, magonjwa yote yachomeke na moto. Pokea moto, pokea moto, pokea moto, pokea moto katika kama kuna mtu alienda na picha yako, alienda nayo kwa waganga, akaweka maagano, akanena maneno ya ushirikina, akatoa sadaka yake, wakaongea, wakapanga, wakapangua, ninasema kwa mamlaka niliyopewa kama nabii wa Bwana, ninatuma moto, fire katika jina la Yesu. Kwa nyumba yako ninaachilia moto, kwa kazi yako ninaachilia moto, kwa biashara yako ninaachilia moto. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost katika chochote ambacho kiliwekwa kwa nyayo zako, kwa maisha yako, nasema leo kisambaratike kwa jina la Yesu. Nasema kisambaratike kwa jina la Yesu, kisambaratike kwa jina la Yesu. Moto katika jina la Yesu. Eketelebo shatana mayanda, reketelebo sikarabakuta. Chochote ambacho hakitokane na Mungu kwa maisha yako, ninatuma moto, ninatuma moto, ninatuma moto, ninatuma moto kwa chakula chako, kwa mavazi yako, kwa kitanda chako, kwa nyumba yako, kwa biashara yako, kwa ofisi yako. Ninaachilia moto, fire
In the name of Jesus. Reketelebo, inua mikono yako juu. Rudia kwa sauti. Sema Bwana Yesu. Nataka kusikia ukiongea. Sema Bwana Yesu, siku ya leo nijaze na roho wako. Nijaze na roho wako. Nijaze na roho wako. Nijaze na roho wako. Peke yangu siwezi. Peke yangu siwezi. Natamani Yesu nijazwe na roho wako. Father, I bless your people. I release more anointing into their lives. Walk with them, Lord. Be with them, Father. Wasaidie kukuelewa Bwana. Wasaidie kukupenda. Asante. Nataka mtazamaji unayenitazama kwa runinga yako, kama haujaokoka, naomba unyoshe mkono wako kwenye runinga yako. Urudie maombi haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nimesikia neno lako. Natamani Roho wako Mtakatifu katika maisha yangu. Peke yangu siwezi. Wewe ndiye nguvu zangu. Wewe ndiye msaada wangu. Nimejaribu peke yangu, nimeshindwa. Nijaze na Roho wako. Nijaze na Roho Mtakatifu Yesu. Kuanzia leo, shetani sikutaki. Bwana Yesu, yafute majina yangu kwenye kitabu cha mauti. Iandike majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo nimeokoka. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba, katika jina la Yesu namleta mtazamaji mikononi mwako. Bwana Yesu, kamkumbuke, kamjaze, kamtembelee, kamjaze na Roho wako. Asante kwa ajili ya maisha yake. Jaze na Roho wako, Simba wa Yuda. Wacha Roho akatawale maeneo alipo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. In Jesus' name I pray. Amen. Wherever you are watching us, viewers all over the world, we say thank you for your time, that you have taken the time to hear the word of God. I request you to subscribe in our channel. If you go to our YouTube channel at Lubangi Ministries, make sure you subscribe and you share also and like, and the Lord will bless you. There is numbers going down on your screen there. You can use them to support this ministry, and God will bless you. Remember, we need your support in terms of money as an offering, and also your prayers for us to be able to reach you every time we are live. And I believe we've been a blessing to you. It doesn't matter the distance you are all over the world, you can still reach us through the numbers you see on your screen. You can text us, you can call us for personal prayers and counseling, and the Lord will bless you. If you are around in Kenya, please, and you just receive Jesus as your personal Savior, wherever you are, you can seek a church, and the Holy Spirit will guide you to a church where they are preaching the true gospel of Jesus Christ. Tell them you heard the word of God and you decided to receive Jesus and you need to be baptized. They will baptize you in water. They will put you in water. And from that time you will be already in the covenant with the Holy Spirit.
But if you are around here in Mombasa City in Kenya, give us a call. Let me know how we can meet together so that we can baptize you and God will bless you. You can still use those numbers you see on your screen and God will bless you. You are watching Lubangi Ministries and God bless you. Shalom, shalom. Bwana akubariki. Naomba mkaweze kuinua mikono yenu juu. Naomba tukaweze kuinua mikono yetu juu.